kafanywa madhambi kwenye box. Na wewe ndio mtafasiri wa sheria. Mimi ninafanyaje? Sitakane pewa penalty. Alajiga atuonea ni mechi gani ya mwisho ambao Alajiga ni mechi gani ya mwisho ambao Alajiga si mechi ile tumeshinda. Haipo. Kuna mechi hata moja ambayo Alajiga amewahi kuchezea wa Simba. Tumejitahidi sana ndio. Ulimi ya Daniel. Angalieni leo kuna replay, muangalie namna ambavyo matukio mengi tumeyafanya, matukio ambayo yamepelekea mimi kulalamika. Angalieni, muangalie replay, muone. Yes. Mamadou Kasali tumii leo hakuwa bora. Hakuwa bora mchezoni Mamadou Kasali. Unaelewa vizuri. Na ukimwangalia kuna pasi mbili mkaa ambazo alichoma leo. Yeye kwa Pombe ilikuwa manusura ya Azam watu wazibu. Kama leo Azam wangekuwa washambuliaji bora na makini, maana yake first half ingepigwa boys bao mbili kwa makosa ya golikipa Mamadou Kasali. Mwalimu Steve Baka atakiwa aseme na Mamadou Kasali namna gani ya kuhimili michezo mikubwa na pressure kama huwa leo. Lakini kumwangalia hata Kapombe leo ni mchezaji bora sana ambaye tunategemea kwetu. Lakini leo pia hakuwa kuna ubora huo. Ukiangalia Idi Selemani Nado, eneo ambalo kwa cheza eneo la kushoto ndio eneo ambalo Azam ilikuwa ina uhai. Maana yake wakipata mpira kuna eneo la midfield ambako imidi Mao Mkame na hudumu au James Alkamiko au Faisal Salubu wanampelekea Nado. Wakimpelekea Nado manake ndio eneo pekee yake ambalo inaweza kufikisha kwenye eneo la juu. Manake eneo la Kapombe lilikuwa inapaya kale. Alikuwa akipanda juu anachelewa kurudi kwa natural position kuziba nafasi. Of which hata winga wake ambaye ni Base Gwai alikuwa akipanda juu kwa transition, hakumbuki kurudi kuja kumsaidia nani? Shomari Kapombe. Ikawa rahisi kwa Azam kushambulia kupitia kwenye eneo la winga kushoto ambako Idi Selemani alikuwa na hudumu. Kwa hiyo leo hata ni Base Gwai hakuwa bora kiasi hicho. Ukitizama ni mara ngapi amekanyaga kwenye 14 zone kwenye box ni mara mbili tu. Sehemu mara ya kwanza ame attempt, mara ya pili ni ile sehemu ambayo amefanywa madhambi ya penalty, unaelewa? Lakini dakika zote 90 ni Base Gwai hajafika kwenye 14 zone, hajafika kwenye box. Sasa how can you score? Huwezi kuscore, huwezi kufunga kwa sababu hujafika kwenye box, umeelewa? Huyo ndio driver. Lakini muangalie Anse Kiaula, ana drive vizuri, ana anticipate, ana dribble kuna eneo la flank, lakini ameingia mangapi kwenye box? Ni mara tatu tu peke yake. Maana yake Pascal Msindo Usajo Maikenda walikuwa wazuri kule kuzuia wachezaji ambao walikuwa wanaonekana ni hatari na wasumbufu kwa upande wa Yanga wa Simba Sports Club, na wakazuia wakafanikiwa. Angalia eneo la namba 10 ambao ni eneo la creation ambapo Tratus Chama ndio amehudumu. Limetengeneza nafasi ngapi leo? Pasi ipi ya mwisho imefika kwa Selemani Mwalimu? Off. Manake ni zero chance au zero nafasi. Ndio maana Mwalimu akaamua kuliona hilo, akaamua kumtoa Kratos Chama, akamuingiza eneo Maema ambaye anaonekana amerudisha uhai wa uchezaji. Kiwango cha Tanzania wao heshima. Amecheza vizuri leo, nimpongeze. Ndio kipa mzuri hata alipokuwa Simba kwa mtu. Nimpongeze ndio maana amekuwa maana zaidi. Kiwango ambacho mnakiona sasa hivi kwa heshima. Natamani lakini msimasi. Hapana, kwa tamani sijatamani, lakini kwa kucheza vizuri leo amecheza vizuri. Nimpongeze, ndio kipa mzuri na Mtanzania. Nimpongeze. Leo ilikuwa ni game nzuri ya Pasaka. Tumeenjoy mchezo mzuri. Azam walikuwa timu nzuri, Simba tulikuwa timu nzuri. Aliharibu mchezo ni Ahmed Alajiga. Mimi nimeenjoy mchezo wa mpira miguu. Ukiangalia hata pattern ya ushambuliaji. Hawa Front Benge alikuja na triangle formula kuelewa na defensive midfielder. Manake amemtumia James Alkamiko na hivi Mao Mkame. Juu yake kihudumu Faisal Salum Abdalla Petro. Kitu ambacho kilipa shida eneo la defensive midfielder ya klabu ya Simba ambapo kwa hudumu Alassane Maodo Kante na Yusufu Kagoma juu yake akicheza klabu ya Chama. Kitu ambacho kiliwapa uhai Azam kwa maeneo mengi ya kucheza, ndio maana ikawa rahisi wao leo kushambulia muda mwingi kwa eneo letu. Kila la heri.